Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Al-Qasim Online TV. Hujambo na karibu tena katika kupata muendelezo wa kisa chetu kile pendwa kabisa kinachojulikana kwa jina la Ukipendwa na Jini Jiandae na Haya. Tupo katika season 2 Ukipendwa na Jini Jiandae na Haya, na leo tunasonga na episodi ya 19. Ukipendwa na Jini Jiandae na Haya season 2 episodi ya 19. Kabla hatujaangalia episodi ya 19, ni kuombe wewe ambaye bado hujani subscribe, tafadhali subscribe sasa ili uweze kwa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kupitia hapa Al-Qasim Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Al-Qasim Online TV. Nikwambie hautojutia kuweko hapa. Wakazi wa Nairobi na kuja 0757 329020. Kuanzia sasa nitakuwa niko Nairobi Isili pale, tukutane, tuzungumze na tuyajenge wanaonihitaji. Sasa tuangalie namba zangu za simu za kawaida ni 0713205010. Tuangalie sehemu ya 19 inasemaje. Na kabla ya kuangalia rasmi sehemu ya 19 inasemaje, ni vema tukajikumbusha kidogo pale ambapo tulipokuwa tumeishia. Tulishia pale ambapo Al-Qasim yuko nyumbani kwake, amepokea simu na aliyepiga simu alikuwa ni Bwana Malilo. Akamwambia anataka amuone, lakini alipoingia Malilo akawa anamshawishi Al-Qasim waende wakamtafute mtoto wa Sanura ili waweze kupiga hela, wawe matajiri hapa mjini. Lakini wakati wanajadiliana jambo lile, mara akaingia mzee ambaye wote hawakumuelewa, lakini ukweli alikuwa ni Sheikh Ahadali. Akazuia mazungumzo yao. Nini kiliendelea? Sasa na tusonge mbele. Naam, Sheikh Ahadali alipoingia akawakuta Al-Qasim na Malilo wanazungumza. Malilo anamwambia Al-Qasim, unaonaje tukamtumia yule binti ili tukampata yule mtoto wake wa Jinsun? Tukimpata yule mtoto kiukweli tunaweza tukafanikiwa na tukawa matajiri sana katika hii dunia. Al-Qasim akamwambia kiukweli hilo ni jambo zito sana. Wakati Al-Qasim anataka kuchomoa, ndio pale alipoingia yule mzee akasema kama ana shida hivi. Al-Qasim akamwambia, mzee tusubiri kidogo nje, tuna mazungumzo kwanza. Ahadali akasema, ni mazungumzo gani ya mnazungumza kutaka kuwadhulumu watu na nafsi zao? Kitu kile kilimstua sana bwana Al-Qasim na Malilo. Malilo akasema, utaratibu wa wapi huu? Al-Qasim, ndio watu wanavyokuja kufanya vurugu kwenye bandari yako. Unajua waganga wanapoingia katika ofisi za watu ama ofisi zile zinazohusu watu wanatibia wenzao, waganga wale wa kienyeji wanaziita ni bandari. Kwa Malilo akawa analeta habari zake katika ofisi ya Sheikh Al-Qasim. Anamwambia, nani huyu anayekuja kuvuruga amani kwenye bandari yako na unamtazama tu? Al-Qasim akasema, sijui ni nani, si sawa anachokifanya. Al-Qasim akamwambia, we mzee, unajua nini katika hili tunalozungumza hapa? Yule mzee akasema bila kujulikana kama ni Ahadali, akasema, nimeasikia mazungumzo yenu yote mloko mnazungumza, na huyo mnayemjadili hapa mimi nahusiana naye. Kwa hiyo Al-Qasim, niende nikawaambie kwamba unataka kuwasaliti, unawageuka sio? Al-Qasim akasema, we mzee, hivi mazungumzo yetu umeyasikia kweli vizuri? Na nani alokupa fursa ya kurupoka hapa mbele yetu? Malilo akasema, Al-Qasim, watu kama hawa sio kwa kawaida, wani wa kuachapa tu. Yesu anajifanya anajua sana. Ngoja sasa tumchape akawaambie vizuri. Malilo amenyanyuka kama anataka kufanya kitu, mara ule mzee akapotea. Malilo akasema, pumbavu, umekimbia wewe unajua. Malilo akamwambia Al-Qasim, huyu sio mtu wa kawaida, huyu ni jini, ila sijajua ni jini gani na anataka nini. Al-Qasim akasema, ajabu ya Rahman, ameingiaje kirahisi hivi? Kwenye nyumba yangu majini huwa hawaingii kirahisi namna hiyo. Huyu ni nani? Wakati Al-Qasim anawaza huyu ni nani, Malilo akasema,
inaonekana bandari yako ni nyepesi sana Abalkasim. Mimi nitakusaidia kuimarisha ulinzi na usalama hapa, na nitakuletea hata majeshi ambayo mimi nayajua. So unajua habari zangu, Ozi binti Razi bado nataka mawasiliano naye, na nina imani anaweza kutuletea walinzi wakali sana. Lakini hata wewe habari za Nahiri ziliishia wapi? Abalkasim akamwambia, sio muda sasa wa kujadili habari hizo, na mtafakari huyu aliyekuja hapa akapata ujasiri akaingia mpaka ndani ni nani? Malilo akamwambia, utamjua baadaye, na ukitaka nikusaidie nitakusaidia kumtafuta, lakini kwa sasa naomba tuendelee na mjadala wetu. Nini tunafanya? Abalkasim akamwambia, Malilo, sikiliza, hicho ulichoniletea kwangu ni kitu kizito sana. Mimi siwa hivyo wala siko hivyo, na si kusema kwamba siwezi kufanya hivyo, kwa sababu jukumu langu ni kumlinda Sanura dhidi ya hatari zote ambazo zitampata kutokea ujinini. Malilo akamwambia, Abalkasim, hivi unadhani huyo Sanura angelifanikiwa katika mipango yake alikuwa anaiendea? Wewe ungekuwa unaongea naye sasa hivi? Huoni kwamba juzi tu hapa wewe umeongea naye sana? Mbona alinifata mimi na akataka nimpeleke kumfata mtoto wake? Ni vile kuna masharti madogo madogo tu yalishindikana, lakini sasa hivi ungekuwa uongei naye. Wewe kwa nini unajali watu ambao wewe hawakujali? Na ndio maana waganga wengi tunafeli, tunakuwa maskini. Yaani nafikia mahala mtu anakuja ana mahela na kila kitu, eti unamuonea huruma, unamtibia, halafu yeye akienda kufanikiwa hakuonea huruma. Kuna watu wana pesa kwenye maakaunti yao ya benki, anakuja hapa anakulalamikia, anakuomba, mimi sina kitu, nisaidie. Wewe unachokifanya kwa roho yako ya huruma unamsaidia, lakini mtu huyu akienda kwa waganga wengine ambao hawasaidii, hutoa mepesa chungu mzima. Mimi ni shuhuda wa hilo Abalkasim. Nyinyi mtabaki kuwa maskini siku zote. Binafsi wameshawahi kuja watu wengi ambao walikotoka huko walilalamika kwamba hawana hela, lakini kwangu mtu namwambia mpaka 2,000,000 mpaka 3,000,000 anatoa. Kwa hawa watu wanapokuja kuambia hawana pesa, kuna sehemu zao wanazojali za kutoa, lakini kwako wewe hawajali, na ndio maana unakufa maskini. Haya, Sanura unajua kwamba aliondoka kwa kushawishiwa, alienda kumtafuta mtoto wake. Laiti kama angempata ungeweza kuongea naye. Acha ujinga Abalkasim wewe, hebu ingia katika jambo uweze kupiga pesa, acha upumbavu. Abalkasim akamwambia, Malilo, unaozungumza uko sahihi kabisa, sikupingi, na najua unachokisema ni kitu gani. Mimi nafahamu kwamba unachokizungumza ni kitu kikubwa sana na kina maana hasa, na ndio maana umeweza kusema hivyo. Ni kweli kabisa, watu wengi sana wanapokuja hapa unaweza ukakuta wewe unaweka moyo kumsaidia, kumbe mwenzako pesa zake kaeka sehemu nyingine. Malilo akasema ndio, wanapokwenda mahospitalini wakiambia operation yako 3,000,000, 5,000,000, 6,000,000 wanatoa, lakini wakija hapa ukiwaambia 200,000, 300,000, milioni hatoi, kwa sababu hakuamini. Wanatudharau sana hawa watu. Kwa nini wewe unawapa nafasi? Abalkasim, sisi tunaitwa ngurumbili. Unajua kwa nini majini wanatuita ngurumbili? Wanatuita ngurumbili kwa sababu hatuna misimamo, tuna roho mbaya. Unapopata nafasi ya kula, unapopata nafasi ya chukua. Hawa binadamu hawatufai kuonewa huruma. Hawa huruma yako itakuponza Abalkasim. Shauri yako mimi nakwambia, na utaendelea kuwa masikini, hutofanikiwa. Abalkasim akamwambia, Malilo, nimekusikia na nimekuelewa. Maneno yako hakika yananichoma na yananigusa hasa, na yananifanya nianze kufikiria kitu kingine. Nikuombe kitu, wewe nenda, halafu utanipigia simu, tutazungumza. Malilo akamwambia, ya Abalkasim, huu sio muda wa kupigiana masimu. Wewe usiwe kama mgeni kwenye hizi kazi. Unajua sheria zetu, hatutakiwi kulipanga jambo mkaliacha mkalifanya siku ya pili, kwa sababu mnapojadili na kuna wengine wanajadili. Kwa mfano huyu mzee alotoka hapa, hatumjui katumwa na nani, hatujui katoka katika ukoo wa wale kule maruhani, ama katoka ukoo wa Masubiani, ama katoka ukoo wa kina Karanjani, hatujui ni nani huyu. Kwa hivyo kikao chetu pengine kinafuatiliwa. Hapa ni maamuzi tu kwamba tunafanya nini ili tuweze kuingia katika hili jukumu. Abalkasim akamwambia, Malilo, nenda, tutazungumza. Malilo akamwambia, sawa,
mimi naenda, nitarudi tena hapa. Hakikisha kila unapopata fursa itumie. Akija mtu ana shida zake, unaona kwamba huyu shida yake inahitaji milioni, inahitaji 500,000, inahitaji kiasi fulani, mtajie hiyo pesa. Akianza kulalamika, mwambie aende akatafute tiba sehemu nyingine. Ndivyo watu wanavyofanyia hospitali, ndivyo watu wanavyofanyia katika huduma zote za kijamii. Huwa ni hivyo watu walivyopanga kipango chao na taratibu zao, huendesha hivyo. Ni sisi tu tena, nyinyi ndo mnatuharibia hizi kazi. Mimi naondoka, nitarudi tena. Malilo alinyanyuka na akaondoka zake. Abalkasim akawaza sana, nini afanye, kitu gani kitaendelea. Wakati Malilo ameondoka, huku nyuma muda mchache tu akaja bwana Ahdali katika sura yake ya kawaida. Abalkasim akasalimana naye, akamwambia, Shekhe Ahdali, ni afadhali nimekuona umekuja, maana kuna jambo linanitatiza sana hapa. Ahdali akamwambia, jambo gani hilo? Abalkasim akamwambia, bila shaka uliusikia mjadala uliokuwa ukiendelea hapa. Ahdali akamwambia, nilikuwepo na nimeona kila kitu, na nilikuja mwanzo nikatibua mazungumzo yenu, lakini baadaye sikwenda mbali, nikawa nasikiliza mikataba yenu mnavyojadiliana. Abalkasim akamwambia, ala, kumbe yule aliyekuja hapa ni wewe? Ahdali akasema, ndio. Abalkasim akamuuliza, kwa nini umekuja katika maumbile yale na ukuja katika maumbile niloyazoea? Je, ningefanya kitu kibaya? Ahdali akamwambia, usingeweza kufanya chochote, lakini sikutakiwa kuja na sura yangu halisi, kwa sababu huyu ni adui, hatakiwi kunijua kwenye sura yangu nikoje. Hivi sasa ninavyokwambia, anafanya kazi ya kunisachi nimeenda wapi na anafanya nini, hatoniona. Ila nataka nikwambie, sasa hivi kuna hali ngumu inaendelea. Ujinini huko kuna mambo yamebadilika, na kitakachofanyika, watatumwa viumbe wa kijini waje katika ulimwengu wenu kwa ajili ya kumtafuta Sanura. Sanura anatakiwa auawe pamoja na kijana wake waliokoko kule, anatakiwa auawe. Kazi ya kumnusuru kijana wa kule itafanyika na baba yake, lakini kazi ya kumnusuru Sanura utaifanya wewe. Abalkasim akasema, anatakiwa auawe? Kwa nini? Ahdali akamwambia, kuna ulimwengu unaendelea ujinini, wameamua kutengeneza kiongozi asiyekuwa jinsun. Kwa hiyo uongozi ule anatakiwa apewe mtoto wa kijini ambaye yuko pale pale, na huyu ambaye amezaliwa na nguru mbili anatakiwa auawe yeye, auawe na mama yake, kwa sababu wanajua siri za kijini. Kitu ambacho majini hawapendi ni watu kujua siri zao na mienendo yao. Na ndio maana hata wewe jina lako sasa ujinini limetawala, kwa sababu unaonekana unajua mambo mengi. Hata mimi sasa hivi najadiliwa nini wanifanye, kwa sababu unaonekana ndiye ninayetoa siri za watu. Abalkasim akamwambia, Ahdali, kwani hawa watu wanajuaje kama sasa hivi huyu kakaa anafanya hivi, sasa hivi kakaa anafanya, wanajuaje? Ahdali akacheka sana, akamwambia, ya Abalkasim, usilolijua majini wana mtandao mpana sana. Hii dunia wanaifuatilia kuliko unavyodhania. Yaani kama nyinyi mna watu wenu wanaitwa wapelelezi, basi majini wana wapelelezi kila kona katika hii dunia, na wanawafuatilia watu ambao wanafanya kazi za kitabibu. Wale ambao watakuwa kwenye mlongo wao wataishi nao, lakini wale ambao watakuwa kwa kinyume nao kama wewe, hao hawatakuwa na maisha marefu. Ni lazima majini watafanya jambo. Ya Abalkasim, kuna kitu unatakiwa ufanye kwa kumnusuru Sanura. Tukio unalotaka kulifanya na huyo Malilo ni tukio baya ambalo litaleta madhara kwako. Ukifanikiwa kumchukua yule mtoto, kumleta kwenye mikono ya Malilo, kitakachofuata Malilo ni kukuua wewe, kwa sababu ataona wazi kwamba wewe utakuwa sehemu ya mpango wake. Na Malilo mpango huu hakuupanga yeye, kuna mzee yuko hapa hapa mfano wangu mie, yani yeye pia ni majini waliofukuzwa wakaishi duniani, ni kama mimi, ila tuna vita naye kubwa. Nitakupa taarifa za jini huyu, nitakupa taarifa za huyu kiumbe, lakini kwa sasa fanya kitu kuhusu Sanura. Abalkasim akamwambia, ni kitu gani hicho? Mzee Ahdali akamwambia, nitakufahamisha.
usijali. Naam. Kwa upande wa ujinini sasa mambo yamekuwa moto. Hasnan ameshatoa oda kwamba Jinsun auawe na Sanura auawe na utawala apewe mtoto wa bwana Abrash ambaye alizaliwa na mke wa Abrash anaitwa Sadania. Sadania ni nani? Labda nikupe stori kidogo ya Sadania. Sadania ni mwanajini mwanasesele ambaye jini huyu aliolewa kabla ya kuolewa Hanshar kwa bwana mkubwa Abrash. Sadania ni jini ambaye alitolewa katika ngome za kimasikini za kijini. Alikuja na Bi Hasnani. Sadania aliwahi kumwokoa Bi Hasnani kipindi ambacho Hasnani alikuwa amekwenda kutafuta mali katika kambi nyingine za kijini zinaitwa Gabur. Sasa huko Gabur wanaishi majini magaidi tu, na huyu Sadania baba yake ndo alikuwa mkuu wa maeneo hayo. Kwa hiyo Sadania alikuwa anaenda kuchota maji kisimani, akaona msafara wa kina Hasnani unapita, na Sadania alitakiwa atoe taarifa kuwapa kina wazee wa ngome ile ya Gabur ambayo ikiongozwa na mzee mmoja wa kijini akiitwa Zamrajad. Kwa hiyo huyu Saidania binti Zamrajad yeye alikuwa yuko pale katika kisima. Kwa alivyoona msafara wa kina Hasnani unapita, na msafara ulitakiwa uzuiwe, uporwe mali zote ambazo wamezichukua wanazipeleka katika mji wao, na Hasnani ndo alikuwa kama kamanda wa katika msafara huo, na mzee Zainu naye alikuwepo, lakini walikuwa wako nyuma. Ndipo Sadania aliwatokea katika njia ya kutisha sana, akasema, nyinyi ni kina nani? Kwa nini mko hapa na mnaenda wapi? Hasnani akasema, binti, sisi tunapita tu hapa kwa usalama tu, tumetoka kuchukua mali katika mji jirani, tunapita kwa ajili ya kwenda kutafuta usalama wa nchi yetu. Saidania akawatazama akasema, hamjui kama kupita hapa ni hatari? Mmepitaje huko mlikotoka? Nitaamini vipi kwamba nyinyi mko salama hapa? Hasnani akamwambia, binti, hatuna tabu na majini wa ngome yoyote ile, sisi tuko salama, unaweza ukafanya chochote kile. Mara ghafla wakawa askari kutoka katika mji ule anaoishi Sadania wakawa wamewazunguka pale, wote wako pale wanamwangalia mzee Samrajad, naye ando alowatuma wale kwamba nendeni mkawakamate watu naona wako na Sadania. Sasa wakadhani kwamba Sadania yupo katika hatari. Wale majini walipokuja wanataka kuwadhuru kina Hasnani, Sadania akasema, subirini kwanza, rudini, niko nao salama tu, mimi nitamalizana nao. Wale majini wakasema, mheshimiwa, lakini sisi tumetumwa na mzee tuje tukuhami. Akasema, niachieni kwanza, nitazungumza nao. Wale majini pale pale wakapotea. Sadania akasema, we mama, hivi huogopi kupita katika maeneo haya? Ni hatari, na hapa ulipo unafuatiliwa kila kona. Sasa mimi jukumu langu ni kuhakikisha yote anayepita katika maeneo haya nipeleke taarifa, na baba yangu mimi ameniamini. Majini huwa tunaaminiana kwa ukoo na familia, na nyinyi mnajua. Sasa mimi nataka nipeleke ripoti. Hasnani akamwambia, binti, kiukweli ukifanya hivyo tutukosea sana. Katika mji wetu kuna dhiki, kuna shida imeingia, tuna mapungufu sana ya mali, hatuwezi kuendesha familia. Mimi ndio kiongozi na niko na mume wangu yuko nyuma anakuja na msafara wake. Hasnani akasema, mume wako amepita njia gani? Saidani akamwambia, mume wako amepita njia gani? Hasnani akasema, mume wangu amepita njia ya mashariki kwa juu katika upeo wa anga ya kwanza. Akamwambia, amepaa? Akasema, ndio. Saidani akamwambia, yupo kwenye hatari zaidi kuliko wewe. Kwa nini? Akamwambia, hapo juu kuna majini ambao hawataweza kusikiza sauti yoyote, na hivyo kutazameni nimeona kweli mna shida, lazima mume wako atapata tabu. Hasnani akamwambia, binti yangu, tunafanyaje basi kumsaidia mzee wangu? Saidani akamwambia, nitahakikisha vipi kwamba wewe ni mtu safi na huna shida na uko salama? Hasnani akamwambia, binti yangu, lolote naweza kufanya na mimi nikakuhakikishia, naomba nikupe hiki. Akampa kitu kama ni
kiboksi hivi ambacho kina mihuri iliyosainiwa, zile mali zilizoenda kuchukuliwa na kununuliwa katika nchi mbalimbali za kijini. Sasa kuna mihuri ambayo inapigwa na majini kwamba hizi mali zimetoka, ni halali. Ukikipata kimuhuri kile, manake unaweza ukachukua kila kitu kilichoko pale. Hasnani akamwambia, huu ni muhuri wangu, hebu ushike na kukabidhi. Kama sisi ni watu wabaya, hizi mali zote sasa ziko chini yako, unaweza kuzichukua. Hujaamini mpaka hapo, binti yangu? Saidania akamnyang'anya kile kiboksi cha muhuri, akakiangalia, akaona ni kweli. Akamwambia, subiri. Sadania akaruka mara moja. Aliporuka akaenda katika upeo wa kwanza, akamkuta mzee Zainu pamoja na majini wengine wanaruka, wanakaribia kuingia kwenye mitego ya kijini. Sadania akasimama mbele, akawaletea upepo mkali sana kiasi ambacho Zainu na wenzake wakaona tabu la upepo, wakataka kumshambulia, lakini mama Hasnani akawa anawasiliana na Zainu kupitia kiganja cha mkono. Kama tunavyojua majini wana simu zao mkononi. Akawasiliana naye akamwambia, kama kuna binti amekuja kuwazuia hapo mbele, huyo binti yuko salama na amekuja kwa usalama wako, na kuomba usimdhuru, na ndio mwenye mali zetu zote kwa sasa, ili ajiaminishe atuokoe na matatizo haya. Zainu vijana wake walikuwa washajipanga kivita wapambane na Sadania, lakini kwa sababu ya message aliyoipata akaambia vijana, tulieni, subirini, huyu ni mtu salama, hakuna shida. Ndio Sadania akaambia, wewe mzee, ruka haraka, badilisha njia, nenda alipokuwa mke wako, huku unapokwenda kuna matatizo makubwa. Ndipo mzee yule akatua haraka aliko mama Hasnan, na Sadania akawaongoza njia ya kupita, akasema, mkawasaidie wenzetu huko mnapokwenda. Na ndipo sasa walipofika salama, wakaweka mjadala, na hapo sasa ndipo Bi Hasnani akaanza kufanya utaratibu wa Sadania aolewe na mwanawe Abrash. Wakati huo Abrash anapendwa sana na Bi Hanshar, lakini bado hajafunga naye ndoa. Kwa hiyo baada ya Bi Hasnani kupiga debe na kusababisha kwamba Sadania aolewe na Abrash, walikubaliana. Ndipo bwana Abrash alimuoa Sadania. Vita vikawa vikali baina ya Sadania na Hanshar, ikawa kila siku ni vituko, lakini Hanshar wakati huo bado hajaolewa. Na majini hawaruhusiwi kumiliki wake wawili wakiwa wote ni majini, bali ikiwa unataka kumiliki wake wawili, waweza kumtumia nguru mbili akawa kama mkeo, lakini huku ukamtumia mjini akawa kama mke wako. Hawa wote ni majini. Jambo lile lilimsikitisha sana Bi Hasnan. Hasnani akatengeneza timu yake. Timu aliyoitengeneza ikawa inamtengenezea mazengwe Bi Sadania. Ndipo Hasnan alikwenda mpaka katika familia ya Bi Sadania, akawaeleza kwamba binti yao anapanga utaratibu wa kuja kuipindua ngome yao. Anatoka na kundi la watu kutoka katika ngome ya kina Hasnan ili aende katika ngome ya kwao Sadania akaipindue. Kitendo hiki, taarifa zilipofika kule, ndipo jeshi kubwa likaandaliwa na baba yake Bi Sadania, likaja jeshi lile katika ngome ya kina Hasnan. Ghafla anashangaa wamevamiwa na vita ikawa kubwa sana. Ndipo Hasnani sasa akapata upenyo wa kwenda kwa mzee Zainu na kumwambia, mmemkaribisha huyu binti Sadania, tazama leo vituko vinavyofanywa, wamekuja ngome yake kuja kufanya fujo huku. Sadania alipopanga kwenda kuzungumza na wazee wake, mbona wamekuja kuvamia? Wakati huo Sadania tayari alikuwa amezaa mtoto wa kiume anaitwa Tarik ibn Abrash ibn Zainu. Huyu ndio mtoto wake wa kiume, alikuwa amepata mtoto mmoja. Kwa wakati Sadania anakuja kufanya mazungumzo na ngome yake, Hasnani akafanikiwa kushawishi wakuu wa majeshi katika ngome ya kina Zainu, na kilikaliwa kikao, na hatimaye ikatoka amri, Sadania atakapoingia tu katika mji wa kina Hasnan, basi lazima auawe. Na kweli aliuawa. Sasa kuna vita kubwa inaendelea. Bi Hasnani amechukua dhamana kwamba atarudisha mahusiano mema baina yake na mzee wake Sadania. Kwa vita ilikuwa imetulia
kwa sababu Hasnani anasubiriwa aonyeshe juhudi yake, na ndio maana Hasnani sasa ametaka mtawala wa ngome ile awe Tariq ibn Abrash ibn Zainu, na wala asiwe yule mtoto Jinsun. Lakini wakati Hasnani anapambania ili mtawala wa ngome awe ni Tariq, huku upande mwingine Bi Hanshar ana ujauzito. Hanshar akasikiliza maelezo yote kuhusiana na Hasnani. Nilikuwa nakupa kidogo stori ya Saadania ni nani, ili ujue aliathirika vipi na kisasi chake kikoje na damu yake imeishiaje, na Tariq anazo taarifa za mama yake au hana? Sasa hebu tuendelee. Taarifa zile za kwamba haruhusiwi tena kutawala Jinsun katika ule ulimwengu zilimchanganya sana bwana Abrash. Abrash alikaa kikao na mke wake Hanshar, wakajadiliana imekuwaje. Hanshar akasema, mume wangu, hata kama imeshindikana kutawala kwa Jinsun kwa utaratibu alioweka Bi Hasnan, lakini mimi nafikiri tunao uwezo wa kumsubiri huyu mtoto wangu aliyoko tumboni. Atakapozaliwa mtawala awe yeye. Kwa sasa si utaendelea kushika wewe tu utawala, kwa sababu ishu ilikuwa ni Jinsun ndo aweze kutawala kama sio wewe. Lakini madamu utawala umeondoka kwa Jinsun, utawala, haki na sheria urudi kwako, sio uende kwa mjukuu wa ukoo. Hebu nenda kazungumze na wazazi wako vizuri. Naam, bwana Abrash alikwenda moja kwa moja mpaka kwa Bi Hasnan na mzee Zainu, akawaambia leo nina kikao na nyinyi. Wakakaa wakamwambia. Abrash akasema, baba, iliposhindikana mimi kutawala kwa sababu ilikuwa natakikana apatikane Jinsun, mimi nilifanya juhudi na mke wangu tukampata Jinsun, tuko naye. Lakini baada ya kuonekana Jinsun haitajiki tena, utawala kisheria utakiwa rudi kwangu. Mbona utawala unakwenda kwa mwanangu Tariq? Kwa nini? Hasnani akasema, vizuri, swala lako zuri. Wewe tulishakufuta katika jina la watawala, tulikutoa, tuliandikisha majina ya watoto wako ambaye tulimweka Tariq, lakini kwa sababu ilionekana baadaye ilikuja rai kwamba lazima apatikane Jinsun, ndio tukaulizana namna ya kuweza kupata Jinsun. Kwa sababu sasa imeshashindikana, imerudi kwenye utawala wa majini, na wewe jina lako tulikuwa tumelitoa. Tariq ni mwanao, kuna shida gani akiwa mtawala? Bwana Abrash akasema, mama, hakuna shida, sawa kutawala kwa Tariq, lakini ukumbuke mama yake Tariq ameshafariki, na Tariq tunajua tuna sintofahamu baina yao, ukoo wao na ukoo wetu. Akiekwa Tariq kama kiongozi, huoni kwamba ukoo jirani unaweza ukaja kutuvamia na kutaka kutukontrol kwa sababu mtoto wao ndio kiongozi? Na je, kama mtoto wao anazo history zinazohusu maisha mama yake, itakuwaje? Mama yangu, mmelifikiria hilo? Eti baba, mmelifikiria hilo? Bi Hasnani akasema, huo ni wasiwasi wako, lakini kutawala kwa Tariq kumeshapita, na wakati wote tunampa madaraka hayo. Abrash akasema, sawa, na vipi kuhusiana na huyu Jinsun wangu, tunafanyaje? Bi Hasnani akamwambia, kuhusu Jinsun wako, sio unataka kujua tunafanyaje? Hukusikia nilichokisema? Abrash akasema, kipi hicho? Hasnani akasema, Jinsun na mama yake lazima wauawe. Abrash akasema, hapana, huwezi kumuua kiumbe ambaye hana hatia yoyote. Hasnani akasema, nimeshasema Jinsun na mama yake lazima wauawe. Abrash akasema, mama yake mnamjua sasa? Mama yake si ni huyu hapa Hanshar, mnataka kumuua Hanshar, kafanya nini? Hasnani akacheka sana, akamwambia, wewe bado kijana mdogo sana, mimi ni mama yako, lakini hunijui kama ninavyokujua, naelewa kila kitu. Mama yake Jinsun anaitwa Sanura. Abrash akastuka. Nini kiliendelea? Mpenzi fuatiliaji, usiache kuendelea kusubscribe katika channel hii
ili uwe wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kupitia hapa hapa Abalkasim Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umekusha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia, na kuahidi kwamba hutojutia na mambo mazuri yanaendelea kuwa moto namna hii. Wakazi wa Nairobi tunakuja, hebu tafadhali wale watu wa Nairobi weka oda yako sasa kwa ajili ya kuonana na sisi. Kwa wale watu ambao wanahitaji mawasiliano yetu, basi namba zetu za simu hizi hapa: 0713 20 50 10, 0759 20 50 10, 0711 78 13 28. Kenya 0757 32 90 20. Hebu tutafute kwa namba hizo ili tuweze kuzungumza, hasa watu wa Nairobi. Zamu yenu sasa. Mombasa tulieni, tunakuja, lakini Nairobi ndo tunaoanza nao. Isilipa ndo tutapatikana maeneo hayo. Karibuni sana tuweze kuonana. Kwa sasa chukua maji yako, weka karibu na mdomo wako, tufanye dua hii. Kwa uwezo wa Allah kila kitu kitaenda sawa insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Bismillahi awwali, naanza na Rahman. Ya Rabbi usiye mithali, kwa jina lako Dayyan. Nashtaki dhofu alhali bi amradhi wa fukudan. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila aliye na haja katika sisi mpe naye ya Rahman. Umkidhie na haja zake mambo yawe sahlan. Ukamjalia na faraja kila wakati abadan. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi wenye kutaka watoto wajalia kithari. Waondoshe majuto, waweni wenye na wali. Wapate wengi watoto wenye kheri na akili. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi jalia shifa kwa kila mwenye maradhi. Dua inayofaa imfaayo mwenye maradhi. Iwe kwake ni shufaa kama sunna na faradhi. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila asiye na kazi waijua nia yake. Maisha yake yachuuze wala asiwe mpweke. Na matajiri wamtake kama yuko peke yake. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi na asiye na kazi basi malipo, na aliye na kazi basi malipo yapate. Na cheo kilicho wazi majuto asimpate. Ukampandishe na hadhi yake na heshima aipate. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi anayetaka mchumba mjalie Rabbana, bila kufukiza vumba takabbal subhana. Awe na kheri mchumba na hekima nyingi sana. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Ya Rabbi kama kuna yeyote anataka kutufanya ubaya katika binadamu au majini, Ya Rabbi huyo muangamize mithali ya Firauni. Na shahada asitimize wala maji kikombeni. Ikampalia na pumzi akauke chaukuni. Takabbali ya Mannani, iwe kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wasalamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Chukua maji yako, jumwagie kidogo mwilini, mengine kunywa. Tukutane kwenye episodi inayofuata. Nairobi zamu yenu inakuja. Ahsantum, jazakumullahu khairan.